Kipimo cha utoaji ndio kipimo cha upendo wako kwa Mungu. Unapompenda mtu unajitoa kwake, unatoa muda wako. Question yourself, unampenda Mungu? Unamheshimu? Kwa sababu ukimpenda unaheshimu. Ukimheshimu Mungu, kutoa is inevitable, ni lazima tu. Kwa hiyo Biblia inatuagiza tumheshimu. Kwa nini? Kwanza ni kanuni, hilo ni shauri la Mungu aliloliweka. Mungu hana mpango wa leo tu, Mungu ana mpango wa your generation, na katika mpango wa vizazi vyako Mungu kaweka kanuni zake. Mipango ya Bwana inasimama milele, imara, you cannot shake. Kwa uhalisia sisi tuna kila kitu ambacho Mungu amekisema ametubariki kwa baraka zote katika Kristo Yesu. Kila aliye na Kristo Yesu, hizo baraka zinamhusu. Ziko wapi? Zipo. Natafuta funguo tu. Kifunguo ukiunlock moja unashangana nyingine na nyingine. Hizo kweli ndio, kuna kanuni zipo humo, ambazo hizo kanuni ukifanya hamna mtu yoyote inayempinga. Yeyote tu atakayefanya inamkubalia. Lakini utakuwa kama hauna ufunguo sahihi, utakuwa una story. Watu wa Mungu wengi wanakiri kweli wa neno la Mungu, lakini hawawezi kuact. Ukishakiri unatenda, ukishajua unafanyia kazi. Somo la utoaji sio somo geni, tunalifahamu, na somo ambalo halipendwi na watu wengi, kwa sababu shetani ameshika mioyo ya watu. Meanwhile tunapenda matokeo ya hiyo kanuni, lakini hatupendi mchakato wake. Hamna mtu yoyote ambaye ni gwiji kwenye eneo la mafanikio kama haja activate hii kitu, na hiyo funguo ndio inatuwezesha sisi kuactivate into our blessings realities, kuhuisha uhalisia wa baraka zetu. Tunauisha baraka tunazo. Haleluya.